Hamjambo wana wa Mungu. Katika mchana wetu wa leo tutakwenda kujifunza neno letu kuhusu kujitambua. Wewe ni nani ili upate kumwelewa Yesu ni nani maishani mwako. Watu wengi wanashindwa kujitambua na ndipo maana wanakwenda kufanya mambo yanayokuwa tofauti kabisa na mapenzi ya Mungu, sababu ya kutokujitambua. Sasa tunasema ya kwamba wewe ni nani ili upate kumjua Yesu ni nani. Tutasoma katika Injili ya Mathayo ile sura 16 mstari wake mdogo wa 13 hadi 16. Maandiko matakatifu yanasema, basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake, akasema, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine unena Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mmoja wa manabii. Akawaambia, na nyinyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Jina la Bwana libarikiwe. Hii ni wakati ambao Yesu alipokuwa katika safari zake, anaelekea katika huko Kaisaria, na wakati alipofika Filipi akawakusanya wanafunzi wake, akawauliza, sababu Yesu alijua ya kwamba wanafunzi wake walikuwa bado kumwamini. Alikuwa nao lakini walikuwa mtambui, hawamuelewe kuwa Yesu ni nani. Na akawauliza, sasa wakati munaenda katika mitaa na mahali mengine, watu wananiita mimi kuwa nani? Na sababu wanafunzi wa Yesu walikuwa wamuelewe Yesu mzuri, kila mtu alikwenda kutoa jibu kama vile jinsi alivyojua, sababu walikuwa wamuelewe Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Na hapo kila mmoja akatoa neno lake. Wamoja wanasema ya kwamba wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine wanasema kuwa wewe ni Eliya, wengine wanasema kuwa wewe ni Yeremia, na wengine kuwa wewe ni nabii katika wale manabii wa zamani. Lakini Yesu alikuwa hapo, aliyetambua ya kwamba bado walikuwa hawajamuelewa. Na sasa tunakuuliza, na wewe ni nani? Watu wengi wanashindwa kujitambua, na vigumu kupenda Yesu na kumwelewa Yesu wakati wa mwenyewe haujajitambua. Yesu alishikwa na hofu na alitamani sana kuwa nao na kuwaonyesha ili wapate kumwelewa kuwa yeye ni nani. Akawauliza, wananiita nani? Lakini kila mmoja alitoa jibu lake kadiri jinsi alivyomwelewa, na ikaenda kuonyesha ya kwamba wote walikuwa hawajamuelewa Yesu. Hata niwaambie habari moja. Nilipokuwa katika mtaa, nikamwona mama mmoja. Wakati nilipomuona, nilijua labda ni malaika. Nikajiuliza, je, huyu ameumbwa wala Mungu amemshusha malaika hapa chini? Sababu mama yule alikuwa mrembo sana, alikuwa mtu mzuri, alikuwa mwembamba, alikuwa mzuri, alikuwa mtu mtabasamu kabisa. Ukimwangalia, hata mimi mwenyewe nilikosa kupata jibu, nikasema labda ni malaika. Lakini wakati nilipomsogelea, nikaona kuwa ajitambue. Nikamuuliza, yule mama alikuwa anavalia mavazi machafu. Waingereza wanaita mzuri kabisa mtindo wa ule mama. Alikuwa anavalia the underwear. Wanasema underwear ni nguo ya ndani, na hiyo ndio nguo mama alikuwa anavalia. Anatembea katika mtaa. Nikamwambia, mama, jambo. Na wakati nilipomsalimu, nikamuuliza, wewe ni nani? Akasema, mimi ni mtu. Nikasema, je, unajitambua na unajua Yesu ni nani maishani mwako? Nikamwambia, katika leo Yesu hajafanya kosa kukuumba jinsi ulivyo. Hajakosea kutie kuwa kilema, hajakosea ila kutie kuwa mfupi, hajakosea ila kutie kuwa mwekundu. Lakini Yesu anakuwa na sababu mojawapo ya kukutia kama jinsi ulivyo, ni sababu upate kumtegemea, upate kutangaza neno lake. Lakini wewe unakuwa nabii mkubwa wa kutangaza injili ya shetani. Wewe kama mtu mzima unavalia mavazi machafu, unatembea uchi mbele ya watu. Na wakati nilipomwambia yule mama vile, alikwenda kuhuzunika sana, akanongoneka, akaona kwamba mimi nimekwenda kufanya makosa. Lakini nimwambia, katika jina la Yesu ni sharti tujitambue, uelewe kuwa wewe ni nani. Haistahili. Hata kama Mungu alikupatia mafestival, hizo festival mimi naziita ni nyuma, na huku mbele naita ni angeles. Hii mafestival yako kubwa haijatuma ndoma ana Yesu akutie jinsi ulivyo. Unaweza kuwa mwembamba, unaweza kuwa unakuwa mwekunda, unaweza kuwa uko mzuri kabisa, lakini haijakuwa ndo sababu ya Yesu kukutia kama vile jinsi ulivyo. Yesu anakuwa na sababu kubwa ilituma akutie vile, na ni sharti upate kutambua, je, wewe ni nani na Yesu ni nani? Yesu akawauliza wanafunzi wake, sababu alijua kwamba bado hawajamtambua. Tunataka kusema ya kwamba neno letu la leo tunakuuliza, wewe ni nani ili upate kumtambua Yesu ni nani. Ni sharti utampenda Yesu wakati bado hujajitambua. Yule mama alitoka pale anahuzunika sana, na nikamwambia kwamba ni sharti tutafute ili upate kupona na upate kuelewa wewe ni nani.
haistahili utembee uchi, sababu Mungu anakupatia mafesi bole kubwa. Unajivuna unakuwa mwekunda, unajivuna unakuwa na pesa sana, unajivuna gisi ulivyo, lakini haijamaanisha kuwa ndio kazi ya Yesu kwako. Basi tunakwenda kusema ya kwamba ufuate maneno yetu, mahubiri yetu ya jioni, sababu asubuhi imekuja, tumekuwa mchana na sasa tunaenda mida za jioni. Ututafute katika Facebook, utaandika Wilonja Pierre Pastor. Ukienda katika YouTube utakwenda kuona komenti yetu, hata katika TikTok utatuona. Tunakuomba ulike, upartage ili neno na injili ipate kuendelea. Vile vile usikose kutuachia comment yako na kujiabone masivima katika komenti yetu na upate kufuatilia maneno ya Mungu. Je, wewe ni nani?